na tunateseka katika kumtumikia Mungu kwa sababu nia ya mioyo yetu haijakaa sawa. Unajua Biblia inasema kwamba Mungu anamjua mwenye kujivuna kutoka mbali. Yaani Mungu anajua akikupa unaenda kuinua kiburi hata kabla hajakupa. Mungu anajua akikupa utaenda kuwadharau watu hata kabla ya kukupa. Kuna sifa moja uliongea hapa ambayo ni mzuri na watu waelewe tu kwa tafsiri nzuri kwamba Biblia inasema astahiliye sifa mpe sifa, astahiliye hofu mpe hofu. Huku kwetu wanasema Bwana mtu amekuwa chawa. Kuna rafiki yangu mmoja anasema kila mtu yani kila chawa ana chawa wake. Yani hata mama yangu mzazi au baba chawa wake ni sisi watoto wake. Kwamba anatuongelea mema. Anayajua chawa ni yule mtu ambaye anakusemea yale yaliyo mema. Sasa mtu ukisema bwana huyu mtu bwana amekuwa chawa wa mtu fulani ni sawa, na wewe wakati huo ukisema huyu ni mchawa wa mtu fulani, na wewe wakati huo wewe ni chawa wa mtu mwingine. Hiyo nani ile lugha pengine ndugu zangu wa Nairobi wanaweza kufahamu sana juu ya chawa, lakini kwa huku sasa ni maarufu hilo neno. Labda niseme kama nilivyosema, Biblia inasema astahiliye sifa mpe sifa, astahiliye heshima mpe heshima, astahiliye hofu mpe hofu. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, kuna kitu ulikitaja cha muhimu sana ambayo mimi naweza kusema ni mmoja ya source na chanzo cha Mungu kumfanikisha. Na ifahamike sio kwamba ni Pastor Ezekiel anafanikiwa alafu kanisa linakuwa masikini. Hiyo nitaiweka sawa kidogo, kwa sababu tumezoea kuona mhubiri ana utajiri lakini wale watu yeye anayewaongoza masikini. Na watu wanasema hasa anawachuma hawa masikini. Sasa mimi kuna kitu nitajibu hapa, naamini itawasaidia wengi leo. Kuna kitu mmesema kwamba mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel anadili na watu ameweka huduma katika standard. Anadili na watu wa juu kabisa kuwasaidia kwa maana ya kuwashauri jinsi ya kuongoza nchi zao, maraisi, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na kadhalika ulimwenguni kote. Lakini pia anadili na watu wa maisha ya kati, anadili pia na watu wa maisha ya chini kabisa. Lakini muda wake mwingi anapenda kutumia kwa watu wa chini kabisa. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya pale, maandiko yanasema ile Isaya 61 kwamba moja ya sababu ya Roho wa Mungu kuwa juu yangu ni kwa sababu Bwana amenipaka mafuta niwahubirie maskini habari njema. Sasa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel anahubiria watu wa aina zote, na katika huo unyenyekevu na huo moyo wa kujinyenyekeza kwa Mungu anaikuza huduma ya New Life kwa baraka za aina tofauti. Ndio maana leo New Life ina Kilifi International School, New Life ina Yenga University yake inafunguliwa kuelekea mwezi wa